akasema kabla hujakokotoa mimi nimemwaga watu. Kokotoa wakiwepo, unakokotoaje hawapo? Kwa hiyo akalazimika Lazaro kwanza kukokotoa. Watu wapo na watu ni wengi, vingine vimekaa, vingine vimeegemea kwenye mti, maana vimechoka na safari, vingine vimeinama. Yaani kila mtu unaangalia midomo yote hiyo 1 2 3 midomo yote ile ishibe. Halafu Lazaro hajalalamika. Wakala. Kesho yake alipokula asubuhi, Simoni naye akaja kutembelea hapo, kuzungukia, na watu wanamjua kwamba Simoni na wewe mwenyewe huyu jamaa alikusaidia. Kumbuka ukaga mkoma ushafukuzwa, mke hakuna wala nini, uko nje kule. Yesu si ndiye alikuponya yeye. Umemwona mwenzako aliyefufuliwa? Watu wamekula chakula hapa, wamelala, asubuhi wamepiga. Afu wewe unajifanya raia. Mwanaume kama kujitutumua na yeye kwamba hata hivyo kuna wengine wako wanajitutumua akiona mambo yamekuwa magumu kwamba hata hivyo ndio nilikuwa nimekuja kuchukua appointment. Simoni akasema jioni, chakula cha jioni ya leo chenye kishindo kitakuwa nyumbani kwangu. Hakujua ilikuwa ni siku ya Sabato, unajua. Na jana watu wamefika Yerusalemu kwenye sikukuu, wakauliza habari za Yesu. Walipouliza habari za Yesu wakaambia Yesu ameshakuja, yuko Bethania. Na Bethania Yerusalemu ni kilomita 2, ni karibu tu. Kwa hiyo majamaa yakawa naweka mizigo, yanaenda kuona Yesu, yanaenda kuona Lazaro. Tunaenda kumuona aliyefufuliwa na aliyemfufua. Kila anayefika Yerusalemu hakai kwa vipi? Mbona watu wanaenda kuona Lazaro aliyekuwa amekufa akafufuliwa na mfufuaji, wote wapo tu hapa Bethania. Hata kama ungekuwa ni wewe, uweze ukakaa hapo. Unakaa Yerusalemu unafanyako nini? Hakuna aliyefufuliwa, hakuna aliyemfufua, ni kule nani. Halafu ukifika kule umeshaunga msafara. Yesu akikaribishwa na wewe unakula hapo. Kwa hiyo kesho yake siku ya Sabato umati wa Yesu ulikuwa zaidi ya mara 5. Wote waliokuja sikukuu Yerusalemu hawakukaa Yerusalemu, wote wamekuja Bethania. Halafu mwanaume Simoni akasema wote nyumbani kwangu kwenda kula. Jamani kina mama, fungukeni mioyo, muwe kama mke wa Lazaro. Hataji kwenye Biblia, lakini yule mwanamke, mimi nikifika mbinguni naweza nikampeleza hata malaika mmoja kwamba malaika, jinsi mlikuwa mnawajua wale watu kule duniani, nionyeshe mke wa Lazaro. Mimi nina shida na mke wa Lazaro. Yule mama lazima mimi nikamshike mkono, mwambie hongera mama. Uliwazidi wengi kule Tanzania na hasa Nyasa, uliwazidi wengi. Biblia ikakaa kimya, haikumwandika. Kwa nini? Kila anachosema mme yeye anaweka tiki. Wamekuja mama wawili, tiki. Wanatakiwa wale, tiki. Maji ya kunywa, tiki. Kila kitu, hebu sema tiki, kila kitu. Tiki. Wamekuja wageni, tiki. Watakula, tiki. Wakae, tiki. Wakitaka kunywa, tiki. Watalala, tiki. Kila mtu, tiki. Watapumzika, tiki. Wamefika, tiki. Hapa, hawatoki. Hiyo ndio mwanamke. Lakini wanawake wa siku hizi, ndugu yangu, wengine hata alipoona mume wake tu amekuja hapa, akaanza kukunja uso. Mwanaume huyu ameenda tena mbele pale. Sio atakutamka nini? Ole wako uje utamke, wageni utawapikia mwenyewe. Ndio maana wanaume wa Nyasa, ndugu yangu, wameogopa, ndugu yangu. Wamekonda tu moyoni. Kwa sababu ana wasiwasi akijidanganya kutamka kwamba wale wageni na mimi nipeni Jumatatu. Akifika kule nyumbani hapa kahaliki. Uliyesema Jumatatu, masufuria unayo. Sahani zinatosha. Mtu mwenye hivi kweli wewe ni wako tamka Jumatatu kweli wewe? Sasa mimi naweza ningetamka Alhamisi. Alhamisi kwani ni tofauti na Jumatatu? Jamani, mnatunyanyasa sana wanaume. Mwisho ni mwanaume linakuepo tu, najifanya kama lipole hivi. Sio lipole, lishakakwama kule nyumbani. Yaani shakwama ukweli, yaani uhakika. Nakuja kanisani kwa lipole tu. Uliza vipi? Maandiko yanasema bwana, heri wapole, maana watairisi nchi. Hakuna cha kurithi nchi hivyo. Unairithi chuma. Uwezo kairithi nchi. Kwa ujinga huo unasema eti upole. Hakuna upole hapo.
Eti mbona utamki? Ndugu yangu, heri wa pole. Tairithi nchi ya wapi? Hakuna kurithi nchi kwa uzembe wa namna hiyo. Mzee wa watu hapa amepiga nazungumza. Siku hizi ukishasema hivyo kwenye baadhi ya makanisa, ukisema hivyo hata kwenye makambi kwamba wageni wetu wa makambi hatuhitaji kuweka kambi la kuwapikia. Tunataka familia moja moja imtumikie Mungu. Familia moja tu kwa siku moja ichukue hiyo siku. Nakwambia huwa wanagombania watu mpaka wanasema, "Sasa wewe mbona mmechukua siku zote zimeisha?" Mwisho wanaanza kugawana. Basi kama ni hivi, na mimi niingie Jumatano, lakini mimi basi niwe wa breakfast. Yaani pamejaa, mtu anasema, "Naomba basi hata mnipe breakfast angalau wanywe kwangu siku hiyo." Lakini Nyasa ni wa kulazimisha. Hivi breakfast wewe ukiwa fast wa watu wakaje nyumbani kwako, wakaji breakfast alafu si unapata mibaraka? Inakupa uzito gani? Watu 10 ni chapati ngapi? Hata hesabu hamjui. Unashinda kubarikia kwa kitu ambacho unadhani kwamba makeni yote hayo akija kwangu ni gharama sana. Kumbe hujapiga hesabu, hujui hata hesabu. Kwani ukipika ugali tu kilo 2 za unga, wanazimaliza hapo. Kuku kamleta hapo, wanammaliza hapo. Kaleta samaki wawili wa heshima kidogo, waleta kwa wapiga vipande kijanja, ukaweka hapo, wanazimaliza hapo. Kakaanga hivyo, kaweka mtuma yai na huko, kaleta na mabamia. Hayaitwi bamia mlo kishayaweka, inakuwa mboga nzuri iliyoka. Japo bamia ni tunda la ajabu pia. Matunda mengine yakikomaa yanakuwa mazuri, lakini bamia ikikomaa inakuwa mbaya. Inaliwa ikiwa changa. Ukileta bamia iliyokomaa sio mboga tena. Sasa sikiliza. Unadhani ni gharama kubwa sana? Chapati za kula watu 10 ni kilo ngapi? Si kilo 3 tu hizo. Wanakula mpaka na watoto wako kule nyuma. Unafanyia ujanja na tu viazi tu vingine umetukata, ndio viazi tu. Hilo kitu kaanga ukitoa pale tunakuwa chips. Kumbe ni viazi. Weke hapo pembeni. Yaani tuzagazaka tu kuwadanganya tukisha. Hapo kuna chiki ka. Na maviazi mengine tu maviazi matamu hapo. Kumbe ni ya 500 tu. Yamekatukata na yenyewe yamewekwa vizuri yako hapo. Na tukaranga. Na karanga kumbe ni kopo moja tu. Hapo mtu amekonda, amekaa mimi nitaweza kulisha machungaji yote hayo. Hamna kabisa. Mnisamehe. Tena nasema tumbo linanikata, naweza kwenda kujisaidia. Kujisaidia kwa nini? Ni uoga tu. Haya, wali wanakula wali kiasi gani? Ukiupika wali nani mchele, ni wali mchele kilo 2. Nani anayemaliza mawali hayo? Hebu nyie muje muongee vizuri na hawa wazee. Hizo siku zigawanywe ziishie hapa. Halafu wakimaliza kula pale nyumbani kwako, mtu mmoja amesema hapa, wakaomba ombi hilo. Wakaomba ombi la kuombewa kanisani na kuombewa barabarani na humu ni tofauti na la kuombewa nyumbani kwako, kwenye malango ya nyumba yako. Wamekula chako, wamekaa kwako, wamekunywa vyako, wanaomba. Lakini unakuja hapa eti mchungaji niombe, unajua nimekula vya nani? Nipeleke kwanza nikale vyako. Si ndio kanuni? Isaka akamwambia Esau, nenda ukawinde, unipikie chakula uniletee, nikila nikubariki. Nile cha mama yako Rebeka hapo nikubariki. Huo mbaraka ni wa Rebeka au ni wa kwako? Kawinde mwenyewe, upike mwenyewe, ulete mwenyewe, utenge, winda, hemea, kaanga, tenga, nile, nikubariki mwenyewe. Mimi nadhani tayari kabisa. Hebu mmoja aseme tayari kabisa. Mwenye sikio atakuwa amesikia. Lakini na wewe kama masikio tu yamewekwa kama pambo, unasubiri uzeeke ya kuvalia miwani. Maana kuna watu wana masikio ya kuja kuvalia nini? Hasikii.
Baba miwani wote ukafia kama sikio. Miwani ila wazungu ni wajanja bwana. Wakaona kwamba miwani iko huku lakini nguzo ni haya masikio ndio yanabaki nguzo ya kuyashikilia miwani. Jamani samahani, na mimi mwenyewe ninayo miwani ila nishagoma kuivaa. Shapimwa nikaambiwa miwani inakutaka. Na mimi nikasema siitaki kwanza. Mpaka nione kabisa maruweruwe niache kwa naona vizuri. Siwezi kuianza asubuhi namna hii. Japo kuna ile nyingine ya vumbi na ya kupendeza, yenyewe ni sawa tu ndugu yangu. Unaweza kuwa unavaa kwa ajili ya kupendeza. Ni kujipanga, dunia ni kujipanga ndugu yangu. Kujipanga, unajipanga namna ile unayoona kwamba nikipanga hivi nitakuwa nimepangia. Kichwa cha somo kinasema Berisheba mpaka Harani. Berisheba mpaka wapi? Berisheba mpaka Harani. Nataka nichukue simulizi hili fupi ambalo ninaweza nikalihubiri wiki nzima, lakini ngoja nilifupishe kwa sababu ninatafuta tu vitu fulani ambavyo mimi na wewe leo tukumbushane, tuzidi kuimarika katika mwelekeo wetu wa imani katika Kristo, maana tuliamua kuwa watu wa ibada. Tuliamua kumwabudu Mungu, tuliamua kumfuata Mungu. Sasa tuendelee kumfahamu huyu Mungu ni wa namna gani. Sura ya 28 ya kitabu cha Mwanzo ni sura yenye mwendelezo wa tukio linaloanzia sura ya 26, sitaki twende sura ya 27. Sura ya 28 ndipo mahali ambapo linakuja simulizi la kwamba Yakobo sasa amechukua mibaraka ya kaka yake. Yakobo sasa amebarikiwa. Lakini Yakobo ameingia kwenye shida. Yakobo ameingia kwenye shida ya kutafutwa na kaka yake auawe. Na kaka yake anasema, ikiwa tu baba yangu atakufa, nimsubiri kwanza mzee afe, maana atanilaumu. Anampenda Yakobo, lakini Yakobo lazima nimuue. Kumbe walikuwa naishi katika nchi ya Berisheba. Nchi ya Berisheba, Ibrahimu alihamia Berisheba. Kabla hajahamia Ibrahimu Berisheba ni eneo la jangwa, ni kusini mwa Yerusalemu, jangwa la Uarabuni. Unaanza majangwa ya kuelekea huku chini kabisa kusini. Ibrahimu alipomfukuza Hajiri na mwanae, alipowaaga na kuambia nendeni, Biblia inasema Hajiri alipotelea katika jangwa la Berisheba. Akapotea katika jangwa la Berisheba. Katika jangwa la Berisheba ndipo Hajiri alimweka mtoto mbali ili afe. Na malaika akamwonyesha maji. Lakini Berisheba ndipo mahali ambapo Ibrahimu baadaye alihamia, akachimba visima. Akaanza kuishi katika hili eneo. Na baada ya kuwa visima vimeonekana ni vya maana na vizuri, mfalme Abimeleki akamnyang'anya, wale watu wake wakamnyang'anya Ibrahimu vile visima. Berisheba ndilo jina lilianzia hapo. Ama Sheba, Berisheba maana yake eneo ambalo si zuri, eneo ambalo unaweza ukanyang'anywa kichwa cha kwako, eneo ambalo watu humiliki visivyo vyao, eneo ambalo watu wanaweza wakaweka maagano na mtu ambaye sio chake, lakini mnaweka agano na mtu ambaye hiki mnachoagania sio chake. Ibrahimu na Abimeleki waliagana juu ya visima. Ibrahimu akavinunua, wakaapiana, japo kweli visima sio vya Abimeleki, ni vya Ibrahimu. Lakini Ibrahimu akavinunua upya, wakaweka maagano, wakaweka mikataba ili viwe vyake, japo vilikuwa vyake na huyu anayefanya naye viapo sio vyake. Berisheba, Yakobo na Esau wanaweka viapo ili Yakobo achukue kisicho chake,
Beersheba ni mahali pa kunyang'anyana. Beersheba kaa chonjo. Unaweza ukawa na kitu kikawa cha mwingine. Beersheba ni mahala sio pazuri pa kustawi kiroho. Saa inafika fungu la 10, Biblia inasema Mungu anamtengenezea Yakobo makimbilio. Mungu ndiye aliyetengeneza mazingira. Maana wazo likaja kwa Rebeka. Rebeka akamwambia Isaka, Yakobo aondoke aende Padan Aram, atembee, atoke katika nchi hii ili akaoe. Na Isaka anakubali, anambariki Yakobo. Yakobo naye anaona hasira za Esau zinatokota. Esau anatafuta mwanya, Esau anatafuta nafasi, Esau anatafuta tu akipata ka nafasi ananifanyia kibaya. Hapa sio pa kukaa. Sikiliza nikwambie, ikiwa unataka kustarehe, unataka kuenjoy maisha, unadhani hapo ni pazuri, mchana wa leo ninakwambia hapo ni Beersheba. Tunaishi kama Yakobo Beersheba. Tunaishi katikati ya mapambano, tunaishi katika mawindo, tunaishi na watu wasiotutakia mema, unaishi na watu, unafanya kazi na watu, unasalimiana na watu, unaimba na watu, unatembea na watu ambao hawakutazami vizuri. Na sasa hauko mbali, hauko karibu na Mungu. Tatizo lako ni hilo tu. Hauko karibu na Mungu, lakini vita vinavyotokota, vinavyokuzunguka, vita vya kibiashara, vita kazini, vita vya kimaisha, vita katika familia, vita vya ndoa, vita vya uchumi, vita vya kiafya, vita kila kona, vita vya mahusiano, vita kila kona, vita, lakini mtu mwenyewe hauko karibu na Mungu. Beersheba. Ndio maana sasa Yakobo anatakiwa atoke Beersheba, atafute mahali ambapo kuwindwa, kutafutwa, hautaacha kutafutwa, lakini tafutwa ukiwa karibu na Mungu. Wakutafute, wapambane, wafanye kila jambo, lakini wakukute uko karibu na Mungu. Asubuhi hiyo Yakobo anaagwa fungu la 11. Yakobo anaanza safari tena, anakimbia. Akakimbia kutoka Beersheba kwenda Harani ni umbali wa kilomita, geographically ni umbali wa kilomita 800. Ni kilomita 800. Yaani anaianza safari kwa mguu ya kilomita 800. Hivi kutokea hapa ukinyoosha basi na hii barabara ya Dar es Salaam, kutoka hapa kwenda Dar es Salaam huwa ni kilomita ngapi? 900. Basi tuseme sasa Chalinze. Chalinze Dar es Salaam ni kilomita nyingi sana. Morogoro tena hapa kabisa tu. Kwa hiyo nataka kuniambia kutoka Morogoro kwenda Dar es Salaam ni kilomita 100. Yaani ni Kibaha umeshaipita Chalinze. Yaani yuko pale Kibaha, huko Kibaha huko. Pale ndio inaweza kawa kilomita kama 100 au 80 hivi, hapo. Sasa huyu mwanaume, muone huyu kijana mdogo Yakobo anaianza safari ya kilomita 800 mahali ambapo hajawahi kufika, halafu ukiwa na hofu, halafu unatafutwa, na lile linalokutafuta ni windaji, lina mishale, lina mikuki, hujui limeshapata taarifa, akakimbia. Nilikuwa nasoma commentary moja nasema hakufuata njia. Mwanaume akaamua kwamba ukifuata njia unaweza ukaonekana. Akachana vichaka kwa vichaka, poli kwa poli, vichaka kwa vichaka. Alimradi tu umemwambia kwamba Padan Aram kule Harani ni mwelekeo huu hapa. Kwa hiyo jamaa analimishia humo. Hawezi kutafuta barabara kwamba nipite hivi, nikaende Bukene, niende hivi, nini. Chana tu humu porini. Akachana porini, akakimbia kuanzia asubuhi. Anakimbia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Anafika katika nyika za Ruzu. Akafika katika nyika za Ruzu. Kwa lugha ya Kiebrania neno Ruzu maana yake mti ndani ya miti, yaani pori kwa pori, mti ndani ya miti, ndio Ruzu. Inaonyesha kwamba zilikuwa ni nyika
lilikuwa ni pori nene zito ambalo ni miti tu, ukiangalia ni miti kwa miti. Hapo ndipo Yakobo alifika akiwa amechoka, ni jioni, jua linataka kuzama, halafu sasa ni porini, hakuna nyumba, hakuna watu. Na kwenye kilomita hizo 800 mwanaume akawa amekimbia kilomita 80. Hayo masaa 12 kutoka asubuhi mpaka hiyo jioni karibia jua lizame, alikuwa amezikata kilomita 80. Kutoka Berisheba mpaka Ruzu ni kilomita 80. Alikuwa amejitahidi, si ndio? Igunga ni kilomita ngapi kutoka hapa? Hazifiki 80. Kama sio 60 kitu 70 hivi. 60 kama na 8 hivi. Ukitaka zikamilike basi unaenda pale mbele kidogo, labda makomero au pale kwenye ka kijiji kanakofuata pale mbele. Hizo mwanaume akazikata kwa siku ngapi tu? Masaa. Akawa amemaliza kilomita 80 na amekimbia. Kilomita 80 ukigawanya mara 12, 80 gawa kwa 12, utaona kwa risali moja mwanaume alikuwa anakimbia kilomita ngapi? Kama 6 hivi 7, anazikimbia kwa saa moja kilomita hizo. Alikuwa vizuri, alikuwa na uwezo kwa kweli, ni kijana. Ndio maana wakati wa ujana kimbia. Kuna saa hutakimbia wewe. Kimbia. Wakati huu wa ujana tumia nguvu zako. Tumia nguvu zako kumtafuta Mungu. Tumia nguvu zako kukimbia Berisheba. Tumia nguvu zako za ujana kuhubiri, kutembea nyumba kwa nyumba, kuimba. Tumia nguvu zako. Lakini sasa anapolala hapa Ruzu, amebakisha kilomita 700 na ngapi mbele? 720 ndio zimebaki. Yaani hata robo bado. Hata robo. Yakobo akafika hapo Ruzu. Alipofika hapo Ruzu, kuna pointi hizi hapa. Akafika mahala fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Ngojeni niwaambie watu wa Mungu, katika safari yako ya imani, kwenye mkimbio wako, kwenye mbio zako za imani, mbio za imani hizi ambazo kila Sabato unakuja hapa, kuna saa jua linakwenda kuchwa. Unalazimika ufike mahali jua linakuchwa, jua linazama. Jua ambalo Yakobo alikuwa analitegemea. Hii ilikuwa tochi ya Yakobo. Hii ilikuwa nuru ya Yakobo. Huu ulikuwa msaada wa Yakobo ili asafiri. Jua lilikuwepo. Nataka nikwambie kuna jua kwenye maisha yako. Hayo unayoyafanya kwa sababu kuna jua. Napiga biashara, kuna jua. Mimi ndo mtaalamu haya mambo, unajua tu kuna jua linawaka. Subiri jioni. Subiri jioni. Bana, mimi kati ya wajanja, mimi ni mjanja, wewe ni mjanja. Subiri jioni. Yakobo mwenye mbio, Yakobo mwenye kukimbia, Yakobo mwepesi. Sasa jua linazama, jaribu kutembea uone. Unakoenda hupajui. Jua lako likizama, unafanya nini? Jua lako linapokwenda kuzama, kuna wengine jua lao ni wazazi wao. Anafanya hivyo kwa sababu wazazi wake. Anasoma vizuri, wazazi wake. Unavaa vizuri, wazazi wake. Kuna jambo anafanya kwa sababu kuna wazazi wake. Kuna saa jua litazama. Mwingine anafanya hivyo kwa sababu ana mradi mzuri, ana biashara yake, anajenga kwa sababu ana biashara, anafanya hivyo, ana mtaji kwa sababu ana hela, ndiye anafanya hivyo. Kuna saa jua linaenda kuzama. Na ili jua lizame vizuri, inategemea mchana uliutumiaje. Uliutumiaje mchana wakati jua linapoenda kuzama? Uliutumiaje mchana? Yakobo anajikuta jua linazama, anakoenda hajafika hata robo, yani hana matumaini. Unakoenda haijafika
Unaweza jua likazama unaliangalia katika vilele na maskini. Jua ndio hilo linazama. Sina tochi, sina nuru, sina kitu kingine cha kutegemea. Yakobo akiwa katika hali ya kukata tamaa kabisa, lakini alichobakisha tu ni kumtegemea Mungu. Semeni amina. Amen. Lakini hata vile Mungu aliyekuwa anamtegemea Yakobo sio wa kwake, ni Mungu wa wenzake. Na hata Mungu alipomjia Yakobo ikabidi ajitambulishe, kumwambia mimi ni Mungu wa Ibrahimu. Ulisikia Mungu amemwambia kwamba mimi ni Mungu wako? Mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, Mungu wa Isaka. Ila wewe huna Mungu. Wewe huna nani? Ila tu nimekuja, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Na ndio maana lile fungu la 20, 21, 22 Yakobo sasa anataka ajisajili na yeye awe mtu wa Mungu. Semeni amina. Akamwambia Mungu, kama utanipa mavazi, ukanipa na chakula nikala, nikaenda salama na nikarudi salama, ndipo wewe Mungu wa Ibrahimu na Isaka utakuwa Mungu wangu. Mpaka hapo Yakobo Mungu hakuwa Mungu wake, ila alikuwa ni Mungu wa Ibrahimu, sio wake. Sasa ndiye anamwambia, nataka sasa Mungu uwe Mungu wangu. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa ambacho nataka tu angalau kwa neema ya Kristo mchana wa leo kikae kwa mtu mmoja. Jua likachwa, huwezi ukalizuia. Nataka nikwambie hakuna mtu mwenye utaalamu. Hata Joshua alilisimamisha tu, hakulizuia, alilisimamisha tu kwa muda, na mwingine alilirudisha nyuma. Kuna watu duniani kwa imani wamefanya mambo makubwa wewe. Jamaa akamwambia kwamba jua irudi nyuma madaraja 3, yaani saa 6, alafu anamwambia kwamba naomba irudi saa 3, nina shughuli ya kufanya. Na Mungu naye akaangalia kwa imani akasema, mwanangu yuko kwenye harakati, basi inabidi jua lirudi nyuma masaa mangapi? Jua likarudi nyuma masaa 3. Je, wale ambao hawakuomba, unajua aliyeomba kwake ni sawa? Si aliyeomba kwake ni sawa? Maana ataliona labda lilikuwa hapa kwenye saa 7 likarudi saa 3. Yeye atarudi, atatoka anasema haleluya. Lakini je, wewe uliyekuwa tu unafanya kazi zako, halafu ukasimama ukashangaa tu yuko jua limerudi huko, na kukusikia ombi la yule mtu, unaendelea kusimama hapo? Si tayari unasema kwamba jamani, mwisho wa dunia umeanza. Mwisho wa dunia umefanya nini? Umeanza. Jua linarudi libas, kwenda wapi? Ya kwenda huku, tunaisha, anaenda kufa sasa hivi. Lazima ukimbie. Huwezi kuzuia kile ambacho kiko kwenye utaratibu wa kutukia, lakini acha kitukie, uwe na Mungu. Jamani, haleluya. Hata kikitokea uwe na Mungu. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, kaliweka juu ya kichwa, kaliweka chini ya kichwa chake. Hapa ndipo kuna masomo ya kutusaidia katika maisha. Jamani, haleluya. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, kaliweka liwe mto, alafu akaliweka chini ya kichwa chake. Tafsiri yake hii, ukiingia kwenye tafsiri yake, yaani ni sawa na kusema hivi, unajua Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Jamani, haleluya. Yesu ndiye jiwe la mawe yote. Yaani mahali popote palipo na mawe, jiwe moja linawakilisha Yesu. Yaani Yesu ndiye jiwe hasa. Haya mengine ni mawe tu, lakini jiwe hasa ni nani? Yesu. Kwa hiyo akachagua jiwe moja wapo ya mawe yaliyoko pale, akaliweka chini, akaweka kichwa chake juu yake. Ni sawa na kusapoti fungu la Mathayo inayosema, na mwanaume mwenye akili timamu yeye anajenga juu ya nini? Ya mwamba. Kwa nini nakuweka gogo? Kwa nini nakuweka gogo?
Tena angekuwa mjanja kama mimi angekata nyasi. Bora angekata nyasi, kusanya kazifunga kafurushi ukiweka hivi zina monda angarao kuna kanafu fulani. Kwani hakuweka nyasi? Kwani hakuweka magogo? Lakini Yakobo anaweka kama kielelezo katika maisha yangu mimi na wewe, kielelezo chetu wakati jua linazama, hali si shwari, ni porini, hakuna tumaini, chagua jiwe, weka kichwa chako juu ya jiwe. Semeni amina. Weka kichwa chako kwa Yesu. Chukua mawazo yako yaweke juu ya mwamba. Fikra zako zote zikite kwa Mungu, zikite kwa Mungu.